Rucini rwega turacokia ngatho ni undu wa guthi na mbere na kunyitanira na ithuĩ Kameme TV muthigi wa rũrĩrĩ twĩ gũkũ nigetha gutigirira ati tugikwira mweri 26 ni kumiria ta imagine Ndagĩtarĩ Alfred Mutua Ngavana wa Machakos okite haha nigetha gutigirira ati ni waumira we ukaumira ati aranjira ati andu aria mataumirire Gĩkũyũ-inĩ ni aingĩ muno we ni araruta wira wake mwena wa Ikamba-inĩ no okite haha gukwira ati wi wa bata na kure yo niwe gatũma mũtongoria wa bũrũri na wira uria makoretwo makirutania nake ukorwo githii na mbere no mbere ndaya twambe tumunyitie ogeni Ndagĩtarĩ na nigetha tuthii na mbere uhoro waku Ndagĩtarĩ ni mwega muno uhoro waku ni mwega muno uhoro wakwanyu turi oho muri oho Machakos iko sawa kabisa Kenya iko sawa unajua naona watu wengi wanapata shauku wanafikiri Kenya iko na shida Kenya tuko sawa kabisa tuko sawa tuko sawa umekuja kutuhakikishia kila kitu Kenya iko sawa unajua kuna mtindo ambao tumeuona kwa miaka mingi wakati wa kura kuna watu wachache wanapandisha vurugu dionekane Kenya haiko sawa kwa sababu ukilete vita na vurugu inakupatia nafasi ya kuweza kunegotiate for a position kuweza kujinegotiatea wewe mwenyewe sio wa Kenya wewe mwenyewe kujitafutia mambo kwa hivyo hii ni trick na mambo ambayo tunajua lakini ukiangalia Kenya enda kama kwetu Machakos Ukambani yote tuko sawa watu wanaamka asubuhi wanaenda shambani wanaenda dukani wanafanya kazi tuko sawa tuko na amani tuko sawa kwa hivyo tusidanganywe ati Kenya inachomeka ati kuna shida Kenya hapana Kenya tuko sawa tuache kusikiza hizo propaganda tujue kwamba ni wachache wanajaribu kuchoma Kenya lakini hawatafaulu. Tumefurahi kusikia umetoka Ukambani kuja kutuhakikishia saa zingine watu wanapata shauku wana wasiwasi wanaona hakutakuwa na uchaguzi lakini tukipata viongozi kama wewe tunafurahi sana labda wasalimie tu kwa kamera nambari 1 kwanza ili tuendelee. Nataka kuwasalimu wote popote mlipo wasikiza wale wanaosikiza na kuangalia Kameme nasema hamjambo mimi ni Dr. Alfred Mutua kutoka Masako na nimefurahi kuwa hapa. Tumeshukuru sana. Na mimi ni wenu na nyinyi wangu. Kabisa tuko pamoja kabisa. Tunafurahia sana kwanza kuona kazi umetenda. Unatufanya tusikie. Tunajivunia sana kuwa na mtu kama wewe. Ulinua Ukambani. Ukambani ilikuwa kila mtu anachekelea Ukambani. Hata ukitusi mtu ulikuwa unamtusi na Ukambani lakini ona vile umefanya kazi mzuri sana. Asante. Unajua uongozi ni kazi. Uongozi si kujitafutia mamlaka. Ukiangalia mahali tulipo na mahali tulipokuwa tulipopata uhuru 1963 ukichunguza kwa kweli uangalie kweli tunapaswa kuwa mahali tulipo hivi sasa ama tumelegea nyuma utakuta kwamba tumelegea nyuma kwa sababu kwa miaka mingi tulikuwa tunacheza siasa za umaskini siasa za ukubwa lakini sisi tumeamua sasa tucheze siasa za maendeleo na ndio mimi nampenda sana Uhuru Kenyatta kwa sababu Uhuru Kenyatta tunapoongea mimi na yeye tunaongea kuhusu maendeleo ukimwangalia yeye wakati wote akianza kuongea kuhusu hali ya maisha ya mwananchi unaona macho yake yanafunguka unaona anainuka unaona yeye anajali maslahi ya wananchi kututoa katika hii shida ambayo tumekuwa nayo kwa muda mrefu kuelekea mahali tunapopaswa kwa tulipofika miaka mingi iliyokuja hiyo ndio mimi nafurahia kwamba nimepata nafasi ya kupindua hali ya maisha ya watu wangu wa Machakos watu wangu Ukambani kusema ya kwamba hata sisi tunaweza tunaposema Machakos is a place to be ni ukweli sasa tunapindua hali ya maisha kuoneshana ya kwamba sio lazima mzungu atoke ngambo aje apindue maisha yetu hata sisi tunaweza labda naweza kuuliza kuna siku ulikuwa katika ile chama cha ule upinzani na kisha ukatoka ukarudi katika hii chama ya uongozini nini ilikuwa inaendelea nini lilifanya utoke unajua unaingia nyumba fulani unafikiri iko sawa lakini unaanza kuona hii nyumba iko na shida nikakuta ya kwamba mimi wakati najali maslahi ya wananchi mimi naamka asubuhi nashindwa vijana wangu wana kazi watapata kazi kivipi how do I bring investors how do I start factories naanza kufikiria kina mama wetu hawana matibabu ya kutosha how do I get medicines in every hospital how do I ensure that we have first world service unaangalia hizi shida zote za chakula watu wetu wanapewa mulio chakula wakati wa njaa kila wakati na hasa kunanyesha na tunapaswa kujipanga mikakati sasa nikakuta mimi naamka asubuhi nafikiria watu wangu lakini kuna watu wengine wanaamka asubuhi wanafikiria siasa za ukubwa ukiangalia mahali wametoka hakuna kitu ukienda in their own village nyumba yao peke yake ndio nyumba ya mawe ama unakuta ndio iko na stima ama ndio iko na kale kalami kadogo kameenda kwake mfereji ya maji iko kwa mtu fulani the rest of the villagers hawana maji nikaanza kuona hapa nimeingia nyumba ambao ni watu wanajifikiria wenyewe kibinafsi ambao hawajaifanya kitu nikasema no I will not go down in history kuwa group ambayo inajulikana kwa siasa za umaskini
Mimi nikasema wacha nijiondoe, mimi nifanye siasa zangu za maendeleo chap chap, wananchi wangu wapate maendeleo ya chap chap tukiwa hai. Kwa sababu maisha ni mafupi. Ukienda haurudi. Ukienda haurudi. Unajua nilipokuwa kijana tuliambiwa kwamba ujana kama moshi, ukienda hurudi. Once you're young, once you get older, your youthful years never come back to you. So wakati ni huu sasa. Wakati ni huu wa kupata maendeleo. Tarehe ni 26 na ni Thursday ambayo inakuja na watu wanaambiwa kwamba saa zingine watu wa upinzani wanasema hawatakuwa katika kura. Labda unaweza waeleza unajua mimi nilisema juzi, nataka kurudia hapo. Unajua kura hizi za president ni kama finals za World Cup. Unajua Kenya wanapenda kandanda. Finals za World Cup. Unasikia kuna timu za Brazil, Argentina, kuna England, kuna Germany, kuna Kenya. Tuna World Cup finals. Wakati World Cup finals zimefikia, timu moja iseme inajiondoa. Haimaanishi ya kwamba all of a sudden hati sasa World Cup imeisha. Hati kwa sababu timu moja imejiondoa, hati sasa hiyo championship will not continue. Ama hiyo championship sio legitimate. Hakuna kitu kama hiyo. Wale wanaotaka kucheza mpira watacheza mpira na maisha yataendelea. Unajua some people have this feeling that hao na Mungu weko sawa sawa. Ni kama Mungu akiamua na hao waamue ni sawa sawa na Mungu. Hakuna kitu kama hiyo. Sisi wote ni binadamu. Kwa hivyo kura itachezwa kama ile mchezo World Cup inachezwa, hata timu ikijiondoa, hata ndio vile kura itapigwa tarehe 26. Na sisi Machakos nimeambia watu wangu tujitokeze tupige kura. Na Machakos hatutaki mambo ya maandamano. Tunaandamana kufanya nini? Unachoma barabara. Mimi Mutua anajenga barabara. Nimejenga kilomita nyingi za barabara. Alafu mjinga akuja anze kuchoma barabara kwa taya kwa. Hakuna kitu kama hiyo. Unaharibu mali ya wananchi hata kwa sababu unajiona wewe hutaki mambo mengine. Una uhuru. Kama hutaki kupiga kura, kaa nyumbani. Si ndio? Kaa nyumbani. Wala wanataka kupiga kura wajitokeze, tupige kura. Hiyo ndio jambo la maana. Labda saa zile Bwana Alfred, tuliona kwamba kando na kuwa wewe ni kiongozi wa kuigwa, hata Ukikuyuni, hata pande zote, hata tunafikiria labda ungekuja hata kwetu ukue Gavana. Tunaona kwamba ulikuwa na wakati mgumu sana. Kuona kwamba ule alikuwa mpinzani wako wa Vinya Ndeti, pia alipata wafuasi wengi sana kando na wewe kufanya kazi kama hiyo. Labda unaona Wakenya ni mafunzo watapata, elimu ya kuwasomesha maendeleo, ama ni shida gani iliingia katika Machakos? Unajua shida iliyopo ni kwamba sisi watu wetu pia tumekuwa na kasumba ya siasa za umaskini kwa muda mrefu. Na mimi si walaumu watu wangu wananipenda. Ni kwa sababu watu kwa muda lazima tuwainue pamoja, tuandamane nao. Lakini tulishinda. Unajua watu wengi walifikiri Mutua hawezi shinda. Walisema Mutua hawezi shinda. Kwanza ametoka chama hii iko wave sijui ya NASA, ameform chama yake mpya, hawezi shinda. Hata wengine wakani write off. Nilikuwa napigia wengine simu wanakata. Wanasema huyu alimekuwa ni historia. Lakini mimi nilikuwa najua ya kwamba mimi sijifanyii kazi, mimi nafanya kazi ya Mwenyezi Mungu. Na Mwenyezi Mungu hawezi kupandisha kufikisha hapa ufanyie watu wake kazi alafu akutupilie mbali. Hawezi kuachilia, hapana. Kwa hivyo mimi sikuwa na shauku ya kwamba nitashinda na nitaendelea na kuwafanyia watu wangu kazi. Lakini lazima tuwainue wa Kenya waanze kufikiria kuhusu maisha yao. Waanze kufikiria kuhusu maendeleo ya watoto wetu. Kwa sababu tukipiga hii siasa ya mdomo, we remain a third world country forever. A third, the potential that this country has is enormous. But we just destroy it. Look at our youth. Wako na nguvu ya kufanya kazi. If given an opportunity, they can drive this country to be like Singapore, to be like Hong Kong, to be like the economies, kwanza kufikia Uingereza na wengine. Lakini hizi siasa za vijana kutupa mawe, that is the main problem. Labda ulikuwaga katika chama cha upinzani. Katika mikutano yao saa zile wanakaa chini, wanazungumzia kurusha mawe, wanazungumzia nini? Hakuna agenda ya mikutano yao inakuwa hivi. Unajua mimi nimesema hivi mara nyingi, nataka kurudia tena. Mimi sikumbuki hata siku moja. Na Mwenyezi Mungu ananiona. Sidanganyani. Sikumbuki hata siku moja nilienda mkutano wa chama cha Wiper. Ambapo tulikaa agenda ikakuwa kudiscuss vijana wetu watapata scholarship vipi ama watapata kazi vipi, akina mama watapata maji vipi, barabara tutajenga vipi, ama hospitali, ama polytechnic, ama university, ama watu wetu wataacha kupewa mulio lini. Hakuna hata siku moja tulikaa chini tukawa na agenda ya maendeleo. Agenda ilikuwa huyu tutamaliza namna gani, huyu tutamchimbia chini namna gani, hapa tutafanya namna gani, hii tutafanya namna gani. There was no single agenda on changing people's lives. Then what is the use of a political party?
ikiwa kazi yake ni kufikiria tu power. What is the essence of power? The essence of power is to actually change people's lives forever. Kweli. We struggle to get into power so that we can transform lives, not kujijenga peke yetu by pushing other people down. Nikasema hii nyumba hii iko na kasoro. Iko shida. Vambe githina. Githina. Walikuchukulia vipi labda saa zile? Hawakuelewa. Unajua pia, transformation of society takes time. And you must also have renegades who pull away. Mimi nikasema wacha nijiondoe, nionyeshane ya kwamba sio lazima tuandamane kama kondoo anaenda kuchinjwa kichwa tunaandama pamoja. Ujitoe kando, useme this is different. Najua mmekuwa na wakati mgumu. Tumeona juzi wajumbe wa chama cha Jubilee walikuja huko, gari zao zikachapwa na naona wewe niwe peke yako katika Ukambani, unafanya kila lolote kuhakikisha kwamba kura za Ukambani zinarudi katika chama cha Jubilee. Labda umekuwa na wakati magumu yapi yanakupata, na labda kuna matumaini? Kuna matumaini, tutapiga kura, unajua, lakini unajua kura za uhuru zitatoka kwa stronghold zake. Unajua, ndio nilikuwa nasema, nikwambia hapa awali ya kwamba mimi Ukambani na struggle kupata kura moja ipigiwe uhuru ni shida, kwa sababu ile kasumba na ile chuki ambayo imewekwa kwa muda mrefu. Lakini jambo ambalo linanipa ghadhabu ni kwamba unakuta watu wa Central Province, huyu Kamwana ni mtoto wetu, ni mtoto wenu, mko na kura. Mimi huko kupata kura 100 ni kazi, na hapa tuko na kura za uhuru. Alafu unakaa nyumbani. Ujitokeze kupiga kura. Unakaa nyumbani. Mimi nataka kuambia wewe, tigawana. Itakuwa tigawana wewe. Uko na kura, toka upige kura, because tunataka turnout. Lazima watu wajitokeze tupige kura, tuoneshane ya kwamba kasumba hii ya kumaliza watu, kasumba hii ya kusema watu wakufe ujali, kasumba hii ya kusema maendeleo hajalishi, ni nguvu za mtu mmoja, tuimalize kabisa, so that we can create a platform for the next generation, for this new generation to take over this country and continue. Yeah. And that will depend on the 26th. Labda unaweza waelezea, labda wengine walikuwa wamesema Maraga, kuna wengine nimesikia wakisema Maraga aliwafanyisha kazi ya bure. Labda waelezee ile ni kwa nini watokee wapige kura. Ni vizuri wapige kura kwa sababu we must show that we believe in democracy. Democracy is a system that says that I may not agree with you, but I will protect for your right to express your opinion. I will fight to the death for you to have your right to express your opinion. Na hii mambo ya kusema kwamba wengine wanasema kura haitakuwepo, kwani hao ndio Mungu? Ati there will not be elections. We must prove them wrong. We must come out and show them there will be elections. The elections have been held, and not just normal elections, huge turnout of an election. We have to defy this spirit that comes out and says sisi tumeamua haitakuwepo, kwa hivyo haitakuwepo. We must come up and say democracy is more important than the self. And we must nurture and protect our democracy. Because ukisikia mtu akisema mimi nimeamua haitakuwepo just because I feel like that, that is to me that's a signal of dictatorship. And you must be very careful. Kwa hivyo, if you do not come out and vote, you are actually agreeing with those people who are saying there will not be elections. Wewe ukikaa nyumbani na kura yako, useme utoki kupiga kura, umekubaliana nao. So in other words, if you don't come out and vote, you are agreeing with them. Labda tumeona daktari, maamuzi ya koti imefanya nchi zorote kiuchumi. Tumeona biashara zimesimama, kila kitu imesimama, lakini na umetuelezea kwamba mikutano ilikuwa ya ni nani tutaangusha. Labda huoni kwamba hata baada ya uchaguzi tutarudi kotini tena? Hata tukirudi kotini mambo itakuwa sawa. Kwa hivyo kurudi kotini sio shida. Si tupige kura kwanza alafu tuendelee. Unajua hii mambo ya kupanic, wacha tukule hii chakula kwanza, alafu baadaye we'll deal with the aftermath. Tusiogope ati tunaweza rudi kotini tena. Hapana. And I believe tukijitokeza sasa tupige kura vizuri, hata mahakama inafuata sheria, itajua kwamba wananchi wamejitokeza, tumepiga kura. Na tunajua kwamba mistakes that were made, that they said they were made, wali allege zimemekiwa, those things have been corrected. People are wiser now. Ukikuwa na wakati wa kuzungumza na Maraga na dada yetu Philomena Mailu, saa hizi ukiweza kukaa nao, kuketi na unaweza waeleza vipi? Mimi naweza kuwakumbusha kwamba it's about the sovereignty of the people.
it is a vote that matters. It is people coming out and casting their vote. Technicalities are important, but so is the vote. So is the vote. Kwa hivyo mimi nilipowasikiza walipoongea, watu walikasirika, but it is also important to respect the court. And I like the fact that hata President Uhuru alikasirika, lakini mwishowe akasema mimi nimekasirika, but I have to respect the court. Na jambo linanipiga shauku ni hili, tulipelekwa kotini, na wale walipeleka kotini, baada ya koti kusema kura ipigwe, wanasema iko shida. Mimi nilisoma judgment. Ukiangalia judgment inasema walichunguza kama hawa watu wa IBC walifanya makosa yoyote, na Supreme Court ambayo ilinalify ikasema there is no particular individual who is responsible. Ikasema it was a system failure according to them. Kwa hivyo waliposema ya kwamba it was a system failure na wakasema is nullified because of the systems, halafu watu wengine watoke hapa waseme ya kwamba ni huyu na huyu aende, they are actually defying the Supreme Court. Wanaambia huyu Maraga, wewe ni mjinga, haujui, wewe mwili wengine, wewe ni wajinga, nyinyi hamjui, kwa sababu how can you find these people are not responsible? Sasa mnakubali one side, lakini you don't kubali the other side. Is that really democracy? Are those people really want justice? They only want justice that is fashioned in their way. Wanataka suti ambayo wanavaa, ambayo inawafit. Kama wafit kidogo inafit wengine hawataki. So these are people want to have their cake and eat it too. Because kama unakubaliana ya kwamba let's nullify the elections and have a new one, then why can't you also agree that nobody in IBC was personally responsible and there should not be any investigation or criminal charges? Kwa hivyo unachukua what you agree, unakataa ingine. Kwa hivyo hawa watu wakati wameanza kuwataka IBC, nafikiri wameikasirisha koti sana, kwa sababu wameambia koti nyinyi ni wajinga. That's actually what they are telling the courts, that you courts do not know what you are doing. You should have done this. So they want to write the judgment themselves. Tukiangalia zile vitu ambazo zinafanya vitu kama hizo kuwa zikifanyika, ni kama katiba yetu kuna vipengele ambazo sijui zina utatanishi na zingine zinabadilishwa. Unaona mwenyekiti wa kamati ya IBC akienda kufafanuliwa katika koti, anafaa kufanya nini? Kulingana na wewe, katiba ni vipengele vipi vinafaa kuwa vinabadilishwa? Unajua katiba, it's a new constitution. Ukiangalia the Americans have a constitution that is nearly over 200 years old, but they still have amendments. Ukiangalia hata unasikianga the American Constitution, I'm a journalist like you. The First Amendment is amendment of freedom of expression. Why is it called the First Amendment? The Second Amendment is the right to bear arms. The Fifth Amendment is the right not to self-incriminate. Why are they called amendments? Because after the American had their constitution, they had to have amendments. They had to amend the constitution to correct anomalies or gaps that were there. So in Kenya also with time, we will amend our constitution to ensure that it is in keeping with the spirit of the people of Kenya. So that is normal. Kwa hivyo, you cannot have a perfect document. And a constitution is also a community document, and it is changed according to the community values that change with time. So utakuta hizo amendments ziko. Kwa hivyo, I don't blame our constitution. Our constitution is very good, but it will need amendments as we go on. Lakini not quick amendments. No. Let the constitution at least live for 10 years. That's my feeling. What the constitution, after 10 years, ndio with experience utasema hapa kuna shida. But you don't change immediately. Kwa hivyo vipengele zenye zilibadilishwa katika bunge, unaona zingefaa kubadilishwa? Hizo si constitution hizo. Those are laws. That's very different. You know, katiba ni the overriding document. Ni kama Biblia. You know, those ones, that's the main one. Lakini hizi ni acts of parliament derived from the constitution. So these are now the things that we are doing to actually be able to carry out the constitution. So acts those can change, and those will continue to change, but not the entire constitution. Yeah. So the acts can change, and this act that is there is very good, because it actually provides better democracy. Unajua kuna kipengele ambacho kinasema ya kwamba if the chairman is indisposed, the deputy chairman can continue, the deputy chairperson can announce the results. Because even the constitution says if the president is indisposed, the deputy president can
take over. If the president and the deputy president are indisposed, then the speaker of the house can take over. So you can't have the constitution and the presidency iko na plan B na plan C na ukue na IBC ikiwa na plan A peke yake. Yeah, vitu utokea bana. Things can happen. So you must also, in the same way the constitution nasema plan A, plan B, plan C, we must have a law that says kuna plan A, plan B, plan C. That does not mean just because the deputy can take over when the president disposed ya kwamba the president now has limited powers. Hapana, powers zipo. Lakini if anything could happen, somebody can get sick. Kuna cholera going around. Somebody can eat something, akuwe mgonjwa, akuwe hospitali. Does not mean all of a sudden election imeisha. Kitambo apone, the country has moved on. Okay. Tunaendelea kuzungumza na Daktari Alfred Mutua kutoka kaunti ya Machakos na anaendelea kutuelezea kwamba ni siku ya Thursday unafaa kutokea upige kura, na anasema kwanza katika vitongoji vyetu huko Mount Kenya region ndio tunafaa kutokea sana, sababu yeye anasema amefanya kazi yake Ukambani, lakini hakikisho ni kwamba kura yako ndio itakuwa ya muhimu sana utokee, na ili maendeleo ambayo imeletwa na Jubilee na hata maendeleo yenye itakuwa ikiendelea katika kaunti ya Machakos na kaunti zingine ni sababu ya kura yako. Wacha kwanza tuchukue simu ili tuendelee. Hello. Tutarudi. Tulikuwa tunaongea juu ya katiba. Labda tuzungumze kuhusu chama cha NASA. Unaonaga kwamba watu wanakuja na vipengele na wanaweza kuzifafanua sana, na saa zingine wanapata watu wa Jubilee unaware. Ni nini haswa ni watu wa Jubilee wanafaa ku up their game ama ni shida gani? No, you're actually vocal. Naomba tuchukue simu. Nasikia amerudi. Hello. Ko shagila hali debate Mutua ni Ngavana wako. Wetako atia kuma mwena uriko? Gitagwo Mwangi kuma Machakos zalo etagwo Joska. Na niletaka kupongeza Gavana Mutua. Nimekuwa Machakos for some time. Na tumeona maendeleo. Na juu yao tunataka kupongeza Bwana Mutua, na amekuwa employer wangu kwa mwaka 1.5, ametupatia contract. Na sio mimi peke yangu, tuko Wakikuyu wengi sana ambao ametupatia kazi Machakos County. Kweli? Ya, kwa mwaka 1.5 na tunatarajia Bwana Governor utatuongezea contract. Na kama for example penye nimekuwa nikifanya kwa ward ile nimepatiwa kazi. Bwana Mutua tumeweza kushiba hall 25 kwa hiyo ward. Na penye sasa nimepelekwa mahali inaitwa Kaewa. Na Lower Kaewa tumeweza kufanya hall 18. Kwa hivyo Bwana Mutua ni mtu wa maendeleo. Na ni vitu ambazo tunaona. Lakini anasema msisahau kutokea tarehe 26. Hiyo hatutakosa kutokea. Hiyo lazima tutatokea tupige kura. Asante. Thank you. Tuchukue simu nyingine. Hello. Torari nao kuma mwena uriko? Gitagwo Peter muri kuma Mobatha. Kuma Mobatha. Bwana Mutua. Horo waku? Ni kwega muno, mimi nakusalute, you are my role model. Asante sana. Maudo maria wikaga the things you do. One fly shanga tu sana. Yaani maendeleo chap na inakuwa ni maendeleo chap. Hongera sana. Alafu kwanyu watu utokee kutokea, hiyo ni muhimu sana. Ni muhimu sana. Election mimi nasema Mombasa, ni kwa Mombasa place inaitwa Mgongo mwisho. Election huku zitaendelea hivyo. Utegwetigera rege kivyo vyote. Tutigwetigera. Ni muthenya mwega. Thank you very much. Na wera dirani cia kuma umereo nao. Kumera pia huko Mombasa tutagwa kivyo vyote vile. Na mjipange kutokea. Kweli. Unajua si kusema mtatokea tu, ni kujipanga. Kweli tuchukue simu nyingine. Hello. Gashi. Good morning. Alimia Muhesh. Nimesalimika. Torari nao kuma mwena uriko? Nimekuma Rogai. Rogai. Mheshimiwa ni ageithika ndukiarie nake. Muhesh. Namna gani? Poa kabisa. Sasa mimi ile ningefanya ni kupongeza juu ya kazi nzuri. Asante. Na ukanyagie hapo. Na tuleto 26 tunatoka kutoka. Asante. Asante. Akitoa elimu ya mwisho. Hello.
Bila shaka unaongea na Gatetwa mwana wa Nduati kutoka hapa Mogoiri Murang'a. Kumbe mnajua Kiswahili. Bila shaka. Mimi ni mtangazaji mwenyewe. Zungumza na Gavana hapa. Gavana Alfred Mutua. Yes, uhoro waku? Ndimwega biũ ndirĩ na hũ. Na ningetaka kukufahamisha kwamba kazi ambayo umekuwa ukitenda pale katika akaunti yako, yes, imetuonyesha ya kwamba hata nchi yetu unaweza iongoza kabisa, inshallah. Na bila shaka maono yako hata kama mwaka wa 2022 yatakuwa ya juu, sisi tuko tayari kukushikilia. Asante. Na hiyo ndio nilikuwa nataka kukuambia tu, na wakati unatendea watu kazi pale kwako county, usisikize wenye wanakuambia sijui rudi nyuma sijui nini, na hata hii kesi iko mbele yako, najua utashinda. Asante. Haya, mimi naitwa Gatetwa mwana wa Nduati kutoka hapa Mogoiri na nimeshukuru Tumeshukuru sana mwana wa Nduati. Tumeshukuru sana. Ni wale watu ambao wanaendelea. Labda naweza kuuliza labda hiyo ni swali yenye imekuja kisema mambo ya 2022. Unajua wacha tuwafanyie wananchi kazi. Unajua mimi my motivation is to see real change on the ground. And mimi nataka tutoke third world to the first world. Unajua my mom told me first finish the food you are chewing, uswallow kabla hujaanza kung'ang'ania ingine na tamaa utanyongwa. So let me finish Machakos, alafu Mwenyezi Mungu na wananchi wataamua what the next plan is. But I can assure the people of Kenya that I am going to do things that are going to transform lives, not only in Machakos but across the country, because unajua we are all intertwined. Tutafanya kazi pamoja. I want to do amazing things to show ya kwamba inawezekana. Kama wazungu wanaweza, kama wahindi wanaweza, kama wa Chinese wanaweza, hata sisi tunaweza. Hata sisi tunaweza. Ulikuwa unajibu swali kwa nini chama cha Jubilee labda saa zingine wanapatikana kama hawajajitayarisha na watu na wananasa. Ni Jubilee hakuna watu ambao wanaona mbele ama ni nini inaendelea katika chama cha Jubilee? It's very simple. Opposition politics is more vibrant. So in people in opposition who are seeking to get into power, they tend to be more vocal. So they tend to come out more, wanajitolea, weko sawa. But when you're already in power, people tend to chill and relax. Nuko cool, nona mamengi. So that is what we are seeing. So when you see all these opposition people coming out, repeating the same phrases, wanajitolea, it's because they want power. And that is the nature of politics. It's the nature of movements. Hata ukienda university, unakuta ya kwamba the students who are most vocal are the ones who are in opposition, who are opposing. And people tend to be attracted to what is in opposition, not necessarily because it is better, but because that is the nature of opposition politics. So, but the other thing that I've seen is that the team campaigning for the presidency have also been, we are gentlemen. I remember during Kibaki's era when I was a government spokesman, we were gentlemen. Kuna vitu hatuwezi sema. Sisi tunapatia kina mama wetu heshima. Hatutaki kina mama wakitembea bila nguo. So there are some things we cannot say. There are some things we cannot ask people to do because we are behaving with decorum. Lakini kuna wengine who will say anything. Who will say strange things that to us nasema haya gaifafa. So they come out, they say these things, so they appear to be vocal. It's not that we're not vocal, it's only that we are contained. We are saying that lazima tuwe na heshima. Lazima tuwe na heshima. We must respect our mothers, we must respect our daughters, we must respect our wives and our loved ones. We must have a sense of respect. Kweli. Tukirejelea katika swala la kamati la uchaguzi IEBC, tuliona kwamba mfanyikazi mmoja Esther Kombe alitoka. Labda kuna watu wana wasiwasi kwamba huenda wengine pia kabla hiyo siku ya uchaguzi wakaenda nyumbani ama wakajiuzuru. Labda itafanyika nini kama jambo kama hilo? I think the Akombe resignation was timed. You see, for me, nikiangalia, unajua I was in government for many years with Mwai Kibaki. Na nikaangalia the games that are being played at that time. It's the same games. Same games. So unakuta ya kwamba watu wanasema we are withdrawing. A few days later
unakuta hii imefanyika, a few days later huyu ana resign. It is calculated to perpetuate a crisis, because when you perpetuate a crisis yourself, then you become the solution. You perpetuate a crisis, ndio wewe kuwe solution. Unaleta vita, ndio solution ikuwe ni yako, ndio uito kwa meza useme okay sawa, mimi nitapata nini basi ndio tumalize crisis. So you cause a crisis to give you relevance, and that is part of the plan. So Akombe was part of the script. To me, actually, I wondered why it took so long for her to get out. Because it was part of the script. But it has flopped. The first one, wakati walisema we are not running, and then wakakuta ya kwamba ukoti na wengine wako kotini, ikasemekana everybody runs, hiyo ikakramble. Sasa hii ingine wakasema Akombe akatoka, anafikiri itakramble. It is not going there. Chiloba akasema, so that you don't say ni mimi, you blame me, atikure kwa nini, wacha mimi niende on leave, alafu tuone kama mimi ndio na cause kura kuendelea. Kwa sababu at the end of the day, people know that, kama vile nilisema, unajua niliimba juzi ilipokuwa na Uhuru kule Masi, wimbo inasema utavuna ulichopanda. I don't know if you know the song. Utavuna ulichopanda. Ukipanda unavuna. Ukiangalia tangu the annulment ya election, Uhuru na Ruto wamezunguka Kenya nzima wakiomba kura, wakipanda mbegu, wakipanda mbegu. Na kwa sababu wamepanda mbegu, tarehe 26 watavuna. Ile timu nyingine wamekuwa wakiita press conference ama wakienda ngambo. Kwani kura iko ngambo? Kwani kura iko kwa press conference? Kura iko kwa mwananchi. Uhuru ameenda Coast, ameenda Western, ameenda Kisii, ameenda kwa Masai, amekuja Ukambani, ameenda Central, amekuwa Nairobi, ameenda huko Northeastern. Uhuru amezunguka akiomba kura kwa sababu yeye aliheshimu uamuzi wa mahakama. Hao wengine wamekuwa wakikaa nyumbani wakingojea kucheza hizi political games, you know, boardroom games, ndio waendelee. Kwa hivyo hawatavuna, na wanajua hawezi vuna kwa sababu hajapanda. Ndio na wasabu wanasema there will not be elections, without knowing that the day has already been cast. When the Supreme Court said elections to be held within a certain period of time, na IBC wakaambiwa, na hawakusema, unajua, if there was a problem with the IBC, the Supreme Court ingesema to be held, ingesema elections to be held within, ilikuwa 60 days. Wangesema we order a new election to be held within 60 days. Na halafu wanyamaze. Lakini walisema we order an election to be, we order the first respondent IBC to hold an election within 60 days. Very big difference. Labda swali linakuja hapo, labda kulingana na wewe, kamati ya IBC inafaa kuwa huru. Lakini tunaona kuna wengine wanaegemea upande za siasa, na ni kamati ambayo imekuwa na kizungumkuti tangu jadi. Labda kulingana na wewe, kamati ya IBC inafaa kuwa aje? Unajua kamati ya IBC inapaswa kuwa huru, na mimi nafikiri iko huru. Lakini ukiangalia katika siasa za Kenya, tukiangalia 2007 kulikuwa na watu wa Kivuito wakasema waende, the same team wakasema Kivuito and team waende, wakaenda. Tukalete wengine wakashiriki. I was that time government spokesman. I used to sit in the meetings. The commissioners were chosen, akina Hassan, hao wengine were chosen by Mwai Kibaki and Raila Odinga. Yes. They consulted. Wakasema no. Yes, mpaka Kibaki akasema okay, give me the ones you want. Wakawapatia hao. Wakaingia. Uhuru wakashinda. Wakasema no, waende. Wakaenda. Chibukati, they were involved. This new commission. Yes, no. Sasa waliposhindwa tena hao waende. So the problem is not IBC. Hata ukileta hao wengine, as long as they are not winning, then the problem is IBC. Hao wakishinda, it is okay. So it is good to see, you know, history, patterns. Kivuitu team ni mbaya kwa sababu walishindwa. Wakalete yao ya Hassan waliposhindwa ni mbaya. Wakalete yao ya kina Chibukati wakashindwa, sasa ni mbaya. I think there's a trend there. So it is as if unless they win, then IBC are bad. Unless they win, then the system is bad. So I mean, that is dictatorship, and we should not allow that as a country. We should not allow to be dictated upon by some people who do not agree with the principles of fair play. Fair play says
you win and you lose some. Kama Mwenyezi Mungu ameamua huyu ndio atashinda, you cannot change the will of the people of Kenya or the plans of God. And that's the truth. Hata upindue IBC mara 20, kama Mungu ameamua, ameamua. Tukirejea katika Ukambani, labda ni maono yapi uko na ulipata muongozo kutoka wapi kufikisha kaunti ya Machakos mahali imefika? Unajua mimi nilipoamua kuingia kwenye siasa, watu waliniuliza what are the lessons you've drawn? Nikasema mimi it is not I've learned not what to do, but I've learned what not to do. Umeelewa? Mimi nimesoma sio jambo la kufanya, but jambo ambalo sio la kufanya. Kwa sababu nimekuta kwamba our capacity is so high, but we don't do things the right way. Nikasema we must have a paradigm shift. We must have a revolution of how we do things. Sisi hapa tunafanya mambo polepole. Sisi hapa tunafanya mambo ya bei kubwa. Umesikia huyu ndugu contractor ameongea kuhusu the boreholes. Sisi tunafanyaga one ball another ball. Mimi nikasema nataka 400 boreholes. I'm aiming for 1000 boreholes. Hii mambo ya shida tumalize ya maji, tumalize once and for all. Tulete mfereji ndani ya nyumba, we do big things for our people. Yes. Labda wacha tuchukue simu, nasikia watu kutoka Murang'a wanataka kuzungumza nawe. Hello. Hello. Hi, turaria na kuma mwena uriku? Muraria na Muthoni. Uhoro wanyu. Ni mwega muno horo Muthoni. Ni mwega, ni ndingihota kwaria Githwairi. Ni wega. Tatugerie ko tondu mwecimwe na iguaga Gikuyu. Ni iguaga. Ni kwa sababu mbere ndakenire muno mwecimwe ahetuka. Thank you. Ona radio-ini ndatinda ngiuririria Mutua ri. Na basiga na ugo nigo ndatinde no ndagikene na ngira Ngai ni wega tondu andu aria twendaga mahetuke ni mahetukire. Niguo. Na Ngai akimurathime riu ni undu uria ngwendaga kumuria tondu nio makiri kuria anene ri. Kuria mwena wa Githumo na kuu kungi kuria andu acio gimanyitagwo mbaru ri. Mundu matikonaga mundu agithi guikia kura makahana ta maramuhura na kumurora tari ugo mundu akiingira handu ria mundu akuroraga ukiingira yathi makarora mundu makanjia kumuhura tari na mahigo kiundu ta kiu. Arafu undu ucio ngiri ndimwire atiriri ndakamake acio maramutwara igoti-ini ri atari ho marona magutura heho-ini nginya miaka 5 gathira kana nginya miaka ingi na mayo gathurwo. Lazimoi muno agesti. Amen Muthoni. Unajua ameuliza swali nzuri. Kwero atia? Ni kwega muno turaria na ukuma mwena uriku? Turaria na andu mwanya mbere hathi kai. Tukithithirie Ngavana muno. Ni ageithika. Na ndimwire ni ngava muno ni guka kwanja gwa Kameme. Ni tukoragwo twetereire guka tumuone station-ini ici cia Gikuyu. Turacokia ngatho muno ni uria nyitithitie kunyitithania andu kianda giki kia Machakos na kumonia urumwe niguo tukona ni Ngavana wirutagira na korwo Ngavana mothe mamutukia niguo bururi uyu witu no ukoragwo na thayu muno niguo ni gikeno gitu kinene muno taithie twi ruriri rwa Gikuyu tukona mundu weku gwitu gutie mundu urathinio na ni arahota kumanyitithania na kamonia maikare na urumwe na ni tukenagio ni wira wake mwega muno arutaga niguo na Magavana maria mage amonie njira iria ahuthagira ukorwo agikinyaniria maendeleo ma Machakos niguo tukona ni ahuthiragwo ni Ngai muno agakorwo ena ungai thiini wake mwingi niguo mane tukenagio muno ni Ngavana niguo asante ni ngatho muno ithuĩ twĩ gũkũ thĩka nĩ tũgũthikĩrĩirie tũtegeire mĩario yaku matũhiũ niguo thank you muno tuchukue ya mwisho tu ndio ujibu swali. Hello. Hiyo imekatika. Ulikuwa unajibu swali la Muthoni. Unajua Muthoni ameuliza swali nzuri. Unajua that is what they are banking on. Kulete vurugu ndio watu wanataka kupiga kura wajiondoe. Lakini unajua Uhuru Kenyatta hata si kijana wa kukimbilia. Si anajua mipango yao. Kweli. Na Uhuru Kenyatta alisema vizuri, akasema yeye atachunga haki ya mwananchi ambaye hataki kupiga kura na atachunga pia haki ya mwananchi anayetaka kupiga kura. Na alitoa onyo. Sijui kama watu waliona ni onyo. Wakati wa Mashujaa Day, Uhuru alitoa onyo. Akasema ya kwamba serikali haitakubali mtu yoyote azuie mtu
kufanya haki yake ya kupiga kura. Kwa hivyo hiyo ni onyo. Kwa hivyo wajaribu wataona. Labda wajaribu wataona. Tuuliza labda zile ngome ambazo wanasema labda hawatafanya uchaguzi. Iwapo hawatafanya uchaguzi na hata mtu mmoja hataenda kupiga kura, itazuia lolote? Haitazuia lolote. Unajua katiba imesema ya kwamba an election for a presidential election has to be held in all 290 constituencies. Kwa hivyo ikiwa kuna constituency ambayo kura itapigwa, then the elections are not valid. Lakini tujue ya kwamba out of 290 constituencies kuna many polling stations. Unataka kuniambia ya kwamba Kenya yetu hakuna mtu katika polling station ataenda kupiga kura hata apigia ukota kama mwingine? As long as a vote is cast, even just one in a constituency, just one, then the elections are valid. Yes. You cannot stop Kenyans all over to cast one vote per constituency. So hiyo ni kitu ambayo is not there, because even when IBC opens, the first thing they do is that the clerks and the IBC officials, they vote. So wamevote kwa hiyo county, hiyo constituency. So it is valid. Wale askari wanachunga, they are given opportunity, pia they vote because it is their constitutional right. So wamevote kwa hiyo constituency. So the elections will be valid. So nafikiri ya kwamba because you can stop people from voting, the election will be valid. That is neither here nor there. Hiyo amepanga. So that the election will be held. People will vote. What they would like to do is to cause mayhem. But it is very clear internationally, a leader who causes mayhem during a democratic election, that leader will be charged at the ICC. Because that's a crime against humanity. Democracy is the ability of people to come out and vote. Lakini ukikause mayhem, uzuie watu to exercise their right to vote, then you are not respected as a leader internationally. Na utaona watu wakikuwa banned very quickly. You will see people will not be able to leave Kenya. Hata kwenda Uganda, Tanzania, Somalia. They will be banned. Because the international community knows that you have to protect the right of people to cast their vote. Kuzuia jambo kama hili kutendeka tena, sababu tunaona vile nchi yetu imerudi nyuma, na ni jambo la kwanza kufanyika katika Afrika Mashariki na Afrika. Tunafaa kufanya nini ili tusirejee mahali tupo sasa hivi? There needs to be a generation change. There needs to be a generation change. Ukiangalia the history of this country na misukosuko ambayo tumekuwa nayo from the 1960s, ni nani alikuwa anasumbua Jomo Kenyatta? Ukiangalia hata the coup of 1982, if you look at even the problems of the Moi era, ukiangalia hata shida za 2007, 2008, 2013 na sisi, it's the same group of people. We need a generation change. We need to move away from that history of discontent to a new history of providing people with opportunities and hope. Mimi naona Wakenya ni watu wazuri. You know, I have very good friends from Siaya. I have very good friends from Kisumu, born and bred there. I have people from Bondo. I have people from Homa Bay. Good people. But they also feel enslaved in a system. And there are people who know that nobody sends a postcard ya kusema mimi nizaliwa Mkikuyu, mimi nizaliwa Mkamba, mimi nizaliwa Mjaluo, Masai, Meru, Msomali. You don't send a postcard. Unajikuta umezaliwa at a certain community. And so you should not be judged. Kama vile President Uhuru alisema jana kwa TV, you should not be judged based on where you are born. And you have a right to receive development. You have a right to opportunities regardless of where you are born. Kwa sababu wewe ni Mkenya. And that is what matters. Na ndio tunasema lazima tujivunie kuwa Kenya first. Having different cultures is important because it's a fabric and it makes our country interesting, you know? But you should not be judged. You should not be employed. You should not be discriminated upon. You should not just follow one system just because of where you come from. We need to get to a place where we open our eyes. But for that, we need a revolution and we need a change in that old order. Hiyo revolution change ni nini? Ni haswa ni wa viongozi wengine waondoke ama itakuwa ni mabadiliko yapi? We have to change the way people see things and we have to focus on development. And mimi naona change itakuja through maendeleo. Na ile maendeleo tunafanya kama Machakos, ile maendeleo tunataka kufanya kama Kenya, that is what people, itafikia mahali watu waende nding, macho ifunguke. You realize ya kwamba unazaliwa peke yako, unaishi maisha,
na ukikufa leo hautarudi tena. Maisha ni haya. This life is not a rehearsal. Haya maisha sio mazoezi. Ukienda haurudi, tutakutana mahali ulijitafutia. Kama maisha sio mazoezi, kwa nini leo uishi na watoto wako hawavai viatu? Kwa nini uishi unalala njaa? Kwa nini uishi huna kazi? Kwa nini uishi na maisha ya kuteseka? Na kuna wengine waliumbwa na Mwenyezi Mungu, wanaishi maisha mazuri, wana magari, wana nyumba za mawe, wanaishi wana maji ndani ya nyumba, na wewe unalala njaa. Kwa nini? And yet maisha yao ni moja tu, ni kama yako. Si ati wewe hii ni practice utarudi tena, ukienda umeenda, hao wakienda wameenda. So we must create a system of which creates wealth across the country, so that regardless of who you are, you're given an opportunity to uplift your life. Ukifanya kazi unapata mapato, ukipanda unafanya nini? Unavuna. And that is now what will lead to this revolution and this change. What made me happy ni kwamba a large number of young voters came out to vote. Watu wengi sana who are not hung out to history. They're not hung on to those old systems. So we expect that in the next 2, 3, 4, 5 years, we'll have a new generation of people whose views are different than the older generation. Ukisema watu wale ambao ni wachanga wameingia katika uongozi, tunaona mtu kama Babu Owino. Labda hao watu wanafaa kufunzwa ama wanafaa kuambiwa nini? Kuna wengine hawana hata hawajui vile watafanya, wengine hata hawajui sheria, wengine hata hawana heshima. Labda wanafaa kufanywa nini ili some of these people we should just ignore them. I don't even like mentioning their names because it is actually giving them relevance. We ignore such people because such people are about the self. Unajua kuna watu ambao it's just about them, It's not about the community. And when you see those people, you should just ignore them and shun them, and they'll be forgotten by history. History has never been kind to people who never did anything. Lakini wanachaguliwa na wananchi wenyewe. Wanachaguliwa na wananchi because we need to uplift our people to a certain standard waelewe the choice of leaders. Unajua, I met a man from Europe who was surprised by Kenyans. Akasema actually, Kenyans, normal mwananchi, is the problem, not the leaders. The problem in Kenya sio viongozi. Unajua anasemanga Kenya shida yetu viongozi wabaya. Hapana, shida ni wananchi. We choose the wrong leaders. Sisi wenyewe, we need to grow so that we can identify good leaders. Ukiangalia even the presidential elections that were held in America, elections that are held in many European countries, you see people vote on terms of policies. Wanauliza mtu, what is your policy on income tax? What's your policy on the disabled? What's your policy on infrastructure development? What about the movement of factories? What about industrialization? What about healthcare? So unakuta mtu anasema I do not agree with that person because I don't agree with their healthcare policy. Unaona mtu, I will vote for that person because I agree with their policy on creating jobs. We need to get our people to that place. Wanafaa elimu kwa umma na serikali. Elimu kwa umma. We must, vile tulifanya elimu kwa katiba, I think we need elimu kwa umma. Labda tunataka, labda kwanza kwenyu huko Ukambani unataka sana. Sababu sisi kama watu wenye tulikuwa tunaangalia, tulikuwa tunadhani wewe ni si kiongozi wa kupingwa sababu ya maendeleo. Na labda sababu wakati wetu umeyoyoma, tunataka tu uzungumze na wale viongozi, wanataka wakuige, labda wanafaa kufanya nini? Sababu Ukambani ni mahali palikuwa pamekauka sana, hapakuwa hata na mtu anaweza ona kama kunaweza pinduka kukue vile kuko saa hizi. Labda viongozi unaweza wahimiza vipi? Mimi nawahimiza vitu viwili, kwamba we must stop just talking and act. Unajua mimi nafurahia sana. Unajua Ukambani kama Machakos tumekuwa tukipewa ile chakula inaitwa mulio, relief food. But for the first time since independence, for the first time, because nilinunua tractor 40 kwa kila ward iko na tractor, nilimia watu bure, nilipeana mbegu za bure, watu kulima wakalimiwa, nikafanya hii mambo ya watu wanaenda door to door kufunza watu how to grow their food, nikafanya mikakati ya agriculture for the first time since independence. Last year wakati walitoa, ama this year wakati walitoa list ya counties to be given relief food, Machakos was not in that list. Tumeanza kujisimamia because of action. Na wananchi hawataki action ya miaka mimi I do things fast. Nilijenga barabara ya kilomita 33 kwa miezi mitatu. Watu wakasema hapana, hapana, hapana. The road is still there. We must also be able to do things with the speed that others are doing internationally. And just because something is done fast does not mean mbaya. Kitu kufanya upesi mbaya. Unajua ukitaka kwenda, Felicity umetembea, ukitoka hapa kwenda London, unaenda ndege.
Ukienda na ndege inakuchukua 8 hours. Lakini pia unaweza toka hapa uende na mkokoteni ama uende na gari. Utoke na gari safe and secure, uende through South Sudan, Ethiopia, Ethiopia, Sudan, upite hapo Chad, ufike Egypt, uingie boat Mediterranean, uingie huko Greece, upande juu through Pyrenees Hills mpaka ufike south of England, France, ucross ufike London. It will take you 6 months. Na mwingine anachukua ni 8 hours kwenda na ndege. Does it mean ule ameenda upesi amefanya makosa kuliko ule ameenda polepole? So we must learn to move with the speed. In China today, they are building a kilometer of a road, dual carriageway, in 1 day. In 1 day. In 1 day. That means kujenga kilomita 33 zile nilichukua 3 months, huko wanajenga in 1 month. Na maisha yao inaendelea and they move on. Sisi hapa many places kilomita 33 we take 5 years. So we must change the way we do things for our people. The high level of unemployment needs radical thinking in economic development. Kweli. Hata reli tulifanya 5 hours sababu ya maendeleo chap. Yes. Labda sasa neno lako la mwisho, labda ujumbe ambao ulikuwa umeleta hapa ni tarehe 26 watu watokee. Mimi nataka kuwahimiza watu wote na nawaomba kwa unyenyekevu, kama uko na kura, ujue ya kwamba ukikaa nyumbani na hiyo kura, wewe umekubaliana na wale ambao wanasema hakutakuwa na kura, hakutakuwa na upiga. Sasa wewe toka nyumbani na kura yako, mjipange popote ulipo katika nchi yetu ya Kenya. Ukiwa Central, ukiwa North Eastern, ukiwa Ukambani, ukiwa Coast, wewe toka upige kura. Utoke asubuhi mapema, uende upige kura yako, ukatae haya mambo ya dictatorship ya kusema ati mtu akiamua ameamua, ati akiamua ndio vile itavyokuwa. Tupige na tupigie Uhuru Muigai Kenyatta kura ndio tuweze kuendelea na mikakati ambayo amefanya. SGR imejengwa. Unajua I was laughing. I was there in government when hii mambo ya SGR we were just talking. Tukaongea for 10 years, but who built it? Ni Uhuru Kenyatta. Wengine wakaanza kusema bana hiyo mipango ilikuwa yao. Sisi huko nyumbani tunasema sio yule anayemtongoza msichana ndio wa maana, yule anayemuoa na kumweka mimba, huyo ndio wa maana. Hii kutongozana, mnatongozana, history inaisha. Uhuru ndio ameoa na amejenga reli na mtoto amezaliwa, anaitwa SGR. Unajua hata sasa watu huko kwangu Adhiriva wanauza mashamba, wanaambia watu it's only 3.5 hours to the beach. Ukinunua hapo Adhiriva kwa sababu SGR iko unafika beach. It is the things that you are able to do. Na mimi naambia wananchi tusikue na wasiwasi, tujitokeze. Huyo ni mwana wito itagwa Uhuru Muigai Kenyatta, tusikue na wasiwasi wote. Mimi nimejitokeza, tufanye kazi. Mimi na Lilian wangu tutaenda tupige kura Machakos. Tutapiga tuonyeshe wananchi sisi tunataka watu watoke wapige kura kwa amani. Naomba wasikilizaji wale wanatuangalia pia mnaweza niangalia, mnanifollow kwa hii conversation. Niko na Facebook inaitwa Dr. Alfred Mutua. Niko pia on Twitter at Dr. Alfred Mutua. Niko pia Instagram Gavana _Mutua. Nifuate tuendelee kuongea and we give hope to our people. Kenya is a great country. Kenya is a great country. We are a great people and we should never give up on ourselves. True. Tumeshukuru sana Daktari Mheshimiwa Alfred Mutua. Sana, karibu Machakos. Tutakuja Machakos. Please welcome. Tumeshukuru wewe ni kiongozi wa kuigwa. Labda hayo mengine tutazungumza baada ya uchaguzi sababu hilo ndio swala kuu ambalo tuko nalo kama nchi. Na tumeshukuru kwa kutoka Ukambani kuja kutuhimiza katika Mount Kenya. Tutokee siku hiyo ya tarehe 26. Asante sana. Mwendelee kuniombea na tuendelee kuomba. Asante.